mbao ya mkongo kuivumilia jua ni shida. Cheki ilivyopasuka. Wenyewe. Sasa jamaa sijui itakuaje, afu ndo nataka nitoe kabati. Bwana, bibi. Nini tena? Wazee, mambo vipi? Kwema bosi. Safi, karibu. Fresh. Karibu ndugu yangu. Asante. Matata nimemkuta. Matata aliniambia kwamba anaenda dukani vile. Kaenda kuchukua misumari nyuma hapo. Poa, wazee, mimi ngoja niwaambie kitu kimoja. Mtu anapokuja analeta pesa, anahitaji kitu. Poa, tusikilizane. Anakupa pesa ili umtengenezee kitu. Hebu naomba tujali basi. Sawa? Kwa sababu wakati mimi nakuja hapa tulikuwa tunacheka tunaongea vizuri, lakini mimi naona kuna mchezo unaendelea. Si tunaelewana vizuri? Matata kaenda kuchukua nani hapo msumari. Wewe unaelewa, nyinyi wote mafundi bwana, msinifiche. Mimi siwezi jua, mnaelewa lakini. Ndugu yenu nimempa pesa. Anitengenezee kabati mpaka leo inaweza kukata mwezi huu. Na kitu tulielewana cha wiki moja tu ama siku 4-5 ananipatia. Sasa mimi naomba niongee kitu kimoja. Usinitazame ukanitafakari kwa jinsi nilivyo. Mimi sitaki tuishi hivyo. Itafikia kipindi tutakosana. Tumeelewa? Salamu zake mimi najua mtamfikishia. Mwambieni asinitazame hivi akanitafakari kwa jinsi nilivyo. Tutakosana. Wewe unazingua bwana. Sio unazingua mwanangu, ishi kwa hivi. Jamaa alinipa advance. Umeona? Sasa mbao tatizo zinazingua. Wewe sikiliza nikwambie kitu. Umeona likabati? Likabati mimi ina siku ya 3 sasa, si ndio ndugu yangu? Sio siku 3 na mwezi wa 3 hapo. Sikia nikwambie kitu. Mimi bilinge sizitaki. Sawa? Siku nyingine mtu akija hapa anamwambia kamcheke kwenye kabati pale. Wewe unazingua bwana. Nyinyi nao mnapenda lawama tu, lawama zingine hazina maana. Leo kwangu wewe kesho kwako. Kwani mbona wewe unakula gela za watu tu afu na kazi hujamaliza? Si jambo la kawaida. Sawa, hamna shida. Nyinyi nao bana mnazingua. Wewe naye mvivu, muda wote unafagia. Jamani, mbona muda mrefu nilikuwa nafagia huko nyuma? Nimeanza sasa hivi. Yaani nilivyoenda sokoni na kurudi itakiwa kabisa umeshamaliza. Shoga yangu mafuta yamepanda hatari mpaka nimerudi na hela yako. Jamani, sasa nitafanyaje na huyu hata hayupo? Sasa hapo inabidi uongezee ukanunue nyingine maana saizi koroboi 1000. Haya basi, hamna shida, asante. Haya poa, baada ya ngani nitapika, sitakuja. Haya basi, baadaye hamna shida. Poa, kwani usafi tu. Haya, ngoja mimi niendelee bwana. Haya. Yaani mke wangu, kulikuwa kuna foleni. Watu ni wengi, foleni. Una uhakika? Sije kama umetoka kwa wanawake zako huko unadanganya huko kuna foleni kwenye samaki. Mwangalie, muoga kama nini? Hebu leta huko. Sasa samaki gani hawa jamani? Lakini mke wangu, kwani hawa dagaa ukila ushibi hawa? Lakini usi unajua kabisa mimi sipendi midaga jamani. Wameisha leo samaki wa shida mama yangu. Shika basi kawapike maana tuna njaa afu umechelewa, yani usijui ukoje. Kwa hiyo nipike dona au sembe? Maswali gani sasa hayo? Kwani unajua tunakulaga unga gani? Haraka bwana, mimi nasikia njaa. Kwanza umechelewa, sio umechelewa wapi? Kwanza uje endelee na kufagia hapa. Nimechoka mimi. Nimesubiri mimi foleni gani unanidanganya tu. Unaona mimi mtoto mdogo. Unaniuliza kibeti ujui kinapokaa bwana? Wewe ndio unaboa, si ukoje? Ukoje wewe? Unaenda wapi? Nachukua maji ndani.
Maji si yamejaa ndoo. Jombo. Habari zenu? Kama unavyoziona. Ila hivi ni vyombo hivi. Wewe vinakuhusu nini? Umefuata vyombo, umefuata kitu, ongea kilichofuata. Unajua binadamu ukipata jambo ulichofuata ongea uondoke. Sawa shemeji. Mimi nitaongea nitaondoka zangu. Unajua binadamu ukikutana na jambo la kustaajabisha, usipostaajabu basi wewe utakuwa ni majnuni. Haya kuhusu. Okay, sawa. Sasa ndugu yangu, kuna ile pesa ililetwa jana na yule mteja wangu wa nani wa story. Yule mteja wangu wa vistuli. Sasa naomba nipatie hicho kiasi. Maana kuna vitu naenda kununua. Sawa. Shem. Aise, mambo yanasemaje lakini? Kama unavyoziona. Za masiku. Hivi unajua kuna aina ya watu unapomuona akiwa anatembea, akiwa ana move, akiwa anafanya mambo yake, unahisi ni mtu mstaarabu na mtu mwenye hadhi, lakini fika nyumbani kwake unakutana tena vyombo. Hivi unaonaje ukafuata kile ambacho kimekuleta afu kaondoka? Hamna shida. Ndio usubiri, sihitaji maswali mimi. Bwana njoo ndugu yangu. Nipatie kiasi ndugu yangu. Alikuachia tu peke yake? Kanachia. Nyingine amesema atakutumia. Shemeji yangu, ningekuwa baadaye ningekuwa nina change hapa ningekupa hata buku. Naomba uondoke. Hivyo vyombo osha umalize. Bwana. Haya, tutawasiliana. Uje ofisini sio unataka kuosha vyombo nyumbani. Hivyo rafiki yako mzima kweli. Shamzoea tu hivyo. Kwa nini anashindwa kufuata kile kilichomleta hapa na kazi ya kufuatilia maisha ya watu? Puuzi tu. Na utadeki umalizia haraka hiyo vyombo vioshe hapo. Unaona unavishikashika tu. Na leo sipigi kazi yoyote. Tusikilizane mwanangu. Sikia. Nyie mnazingua. Hii mashine mkishaitumia ikizingua mnaitelekeza. Alafu mnasubiri mimi ndio niwe naitengeneza. Sasa natengeneza. Atakayeharibu sasa hivi anatengeneza yeye. Maana mnazingua nyie. Halo. 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 Mpenzi wangu, Pendo. Ndio. Mpenzi wangu, si unafahamu kwamba kazi ni ngumu. Unajua wateja sasa hivi hawaji mpenzi. Na ndio maana unaona hata kimya. Nimekuahidi lakini unajua hebu naomba unisikilizie siku hii moja itakuwa ni vizuri zaidi. Naomba nakupenda mpenzi. Naomba nikitoka hapa, yani naomba nikitoka leo nikimaliza kazi leo mimi nikuletee tu mpenzi wangu hiyo pesa. Naomba ni kwa sababu unajua kazi zimekuwa ngumu kazi. Nakuomba mpenzi wangu, napiga magoti kwa sababu yako. Unajua kiasi gani ninavyokupenda. Unajua jinsi gani nikikukosa wewe kwenye maisha yangu sitaishi vizuri Pendo. Mwanangu. Sikia, ngoja nikwambie mwanangu jambo moja. Tumekupoteza. Sikia, wewe ni mtoto wa kiume, unatakiwa ukaze mwanangu. Wewe mtoto wa kike anakupelekeshaje hadi unapiga magoti hivyo? Mambo gani hayo? Hivi nyinyi mnachokiongea mnakijua au mnaongea mnabobata? Mnajua uchungu wa mapenzi? Mapenzi wanaojua puku sembuse sisi ndio. Mimi ndo naipenda, nyinyi sio mnaipenda.
Kila mtu ana mpenzi wake na maisha yake. Sikia, ngoja nikwambie. Katika maisha yangu mimi huwa simpi mwanamke nafasi anipelekeshe. Hadi unapiga magoti hivi. Subiri kwanza. Usiniambie hivyo bwana. Tulia kwanza mzee wangu. Ngoja nikwambie. Sikia, mwanaume ndo kichwa cha familia. Kwa hiyo mwanaume siku zote sehemu yoyote unakuwa gentle, unakaza babu vipi? Sikiliza mzee Ndonga. Huyu jamaa wewe siku ile mimi nimekuja nyumbani kwako, nimekuja kuchukua hela yule jamaa wa stuli. Nimekuta unafanya nini basi? Ulikuwa unaosha vyombo wewe? Nikaushie. Wewe ulikuwa unaosha vyombo. Tulia basi achana hizo. Wewe ulikuwa unaosha vyombo bwana. Hapo sasa hivi hapo unazingua mwanangu. Unafeli hapo.